Mlikuwa mmesema mmechoshwa sana na maghorofa kila siku video za hivyo, sisi tukasema sio case. Sample Media tukaamua kutoka chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa hadi leo tulipo hapa kwa ajili ya kwenda kuzungumza na watu tofauti tofauti, mjue mtaa una vitu gani, na mtu ambaye anaenda kuzungumza naye na takriban miaka 5 amekomaa kwenye biashara yake. Unafikiri ni rahisi? Na ni gani biashara ambayo anafanya hadi akakomaa kipindi cha miaka 5? Watu wa kumsema Waswahili wa kuzungumza lolote kwenye biashara yake. Je, aliwajali ama hakujali? Kipindi cha miaka 5 sio kazi ndogo ndugu yangu. Jicho la tatu ndio hapa, ni Sample Media na mimi usinishangae, ni yule Lejira Kusari. Twende tukaone tukashuhudia ni mambo gani ambayo jamaa ametuandalia. Atazungumza vitu gani vya msingi kuhusiana na kukomaa kwenye biashara yake kipindi cha miaka 5. Tuzetu. Sawa. Ndio vitu vyetu. Namna bwana. Mimi mwenyewe nimevutiwa sana kuona tena siku ya pili hapa tena. Mara kwanza nilipita nikakuona, nikaona game kama hivyo inavyoendelea nini. Ndio bwana. Nikasema nitapanga siku kwa ajili ya kuja kupiga story na wewe. Nashukuru sana kwanza kukuona mara nyingine. Karibu tena. Sawa. Sasa nilikuwa na siku ile sikukujua jina wala sikutambua vizuri kuhusiana na wewe kwa undani zaidi, kwa natamani leo hapa tukujue jina ili tuweze kuzungumza mambo ambayo tunaenda kuzungumza siku ya leo. Kwa jina lako bwana, tuweze kujua. Naitwa Abdul Nasr. Abdul Nasr. Sawa. Abdul Nasr bwana, kwa kawaida huu ni mtaa wa Sinza bila shaka, na kuna watu wengi wanapita hapa wanakuwa na biashara zao, lakini ukaamua kujishikiza na hii biashara yako. Tupe siri ya biashara. Ilikuwaje mwanzoni kipindi ukiwa unaianzisha? Mwanzo mgumu, unaanza kidogo hapo, unajua tena. Ndio. Na watu walikupokeaje Sinza kuonekana biashara kama hiyo? Mwanzo ilikuwa ngumu, unajua tena, mwanzo mgumu. Ndio. Ilikuwa ngumu sana. Maneno yalikuwaje mwanzoni? Wakawa wanasema maneno gani ambayo mwanzoni kabisa unaona haya hapa yanaweza kunikatisha tamaa, lakini maneno ya kawaida tu bwana. Ndio. Hamna maneno machafu, ni maneno mazuri. Ndio. Wakarimu watu wa Sinza. Watu wakarimu sana watu wa Sinza. Sinza karimu sana. Na kwa nini ulichagua biashara hii Sinza? Ndio hatujasoma, tutafanya kazi gani sasa? Ndio. Hatujaenda. Ndio. Asili ya vijana wengi kutoka mitaa ya Kishua, naweza tukasema hivyo, wataalamu wasemaga hivyo Waswahili. Kwa mfano ilivyo Sinza na mitaa mingine kama unavyojua Kishua. Watu wengi wanaokaa huko wanasema wakishua bwana wanakuwa na dharau. Wakiona biashara kama hizi sometimes wanakuwa na dharau. Wewe haukukuonyesha dharau ya yote tangia ulipoanzisha? Hamna dharau yote. Wewe ilikuwaje mwanzoni sasa? Hajasumbua mpaka sasa hivi ndio vizuri. Ndio. Na neno lolote baya ambalo halijai kuzungumzwa? Hamna neno baya. Sasa tunataka utupe sasa story, mwanzoni ilikuwaje hadi ukasema sasa hivi nataka kwenda Sinza na si Temeke kwenda kuanzisha biashara hii? Ndiko Kilimani hapo barabarani hapo. Ndio. Kuna jamaa kanibana njoo Sinza huko. Toa chuo pale wapo kidogo. Ndio. Utapata hela 2-3 pale. Ndio. Kwanza nikaja huko. Manake Kilimani wapi? Kwa sababu Kilimani si nyuma hapo juu hapo Kilimani hapo, Kilimani uzuri hapo. Manzese hiyo. Kilimani uzuri hapo Manzese. Sawa. Na baada ya kufika Sinza, jamaa alikupa hiyo shavu. Kwa nini ukachagua kuja kukaa hapa na si kwenda kukaa mkule mwisho? Kulikuwa na chuo hapa cha ndishi habari. Nikaona kilini hapa kitoka hapa karibu. Ndio. Ka fresh hapa round about hapa. Sawa. Na tabia za wanachuo muda mwingine zinakuwa kama si nzuri kwa baadhi ya wanachuo, lakini wanakuwa na tabia kama za kudharau baadhi ya watu kutegemeana labda na elimu zao, na hivyo kama ulivyosema labda kama hujasoma hakukuletea dharau ya aina yoyote na walikuwa wanaishi nao. Hamna dharau yote, ndio vizuri tu. Unafikiri kwa nini walikuwa wanakuheshimu? Kwa sababu labda wale kwa wadogo, mimi kwa kidogo kubwa, kuna hekima kidogo. Ndio. Hekima. Kwenye hekima kuna mambo mengi. Kwani ni kitu gani ambacho walikufanyia hadi ukajiona una hekima? Mimi nilikuwa si wadharau tu. Nilikuwa nawaheshimu kama dogo zangu. Kwa mimi kanishika kama brother zao. Ndio. Kwa naishi kama familia tu. Ndio. Wengi wanasema bora twende KFC kule unapata ndizi nzuri, unaweza ukapata mishikaki mizuri kuliko pale. Hii ilikuwaje? Ukweli kusikia neno kama hili labda kutoka kwao? Hamna. Ndio. Walikuwa vizuri tu hapo, wanakula vizuri tu. Ndio. Nashukuru. Na watu ambao wanakuchukulia poa labda kuzungumza maneno ya uovu, labda kama muda mwingine shai kutokea kusema yule jamaa ishara yake labda ifunike, wewe unawajibuje tu kama? Utawajibuje? Uweze kuwajibu. Ndio. Unataka unakula, utaki unaenda. Utalazimisha mtu kununua? Uweze ukalazimisha mtu. Ukalazimisha mtu Na labda wanachuo walivyokaa hadi chuo kilivyohama sasa hivi hali ya biashara ikoje? Vizuri tu. Ushakuwa mzoefu biashara vizuri tu. Ndio. Maisha naenda. Uzoefu wa biashara unaangalia sana katika sehemu gani? Uzoefu wa biashara, yani hadi mtu aseme huyu ni mzoefu wa biashara kama unavyozungumza wewe, inabidi uangalie sana katika nyanja zipi labda? Nyanja zipo nyingi, unajua tena. Najiongeza. Tupe kama 4. Leo umeka miogo, kesho najiongeza vitu vile naongezea. Ndio.
Mtaji unaweza kugharimu shilingi ngapi ili uweze kudumu kwa muda mrefu? Mtaji 15 tu. 15. Na umekaa nayo takriban miaka mingapi hadi sasa hivi? Sasa hivi na 4 sasa hivi. Mwaka wa 4. Kwa mtaji wa shilingi 15,000. Unawezaje sasa hapo? Unawezaje sasa kukomaa na shilingi 15,000 wakati kuna watu wanaanzisha biashara za shilingi 400,000 lakini hata mwezi zikae. Wewe 15,000 unawezaje kukaa nayo? Unategemea sasa biashara ulizoanzisha. Ndio. Wewe unategemea. Nishai kumuona mtu anafanya biashara kama hii ya ndizi, mishkaki, akakaa nayo miaka 4, sio miaka, ni miezi 4 na ilikuwa ni biashara takriban ya 400,000. Lakini akakaa nayo miezi 4. Unafikiri alifeli wapi hadi kushindwa kueleza? Sijajua mwenyewe mzake, sijajua tena. Wewe unafikiri watu wanaweza akafeli wapi kwenye biashara hadi? Biashara inategemea uvumilivu. Uvumilivu. Wengine uvumilivu hawana. Ndio. Uvumilivu kwenye ishu gani? Kuvumilia wateja. Kuvumilia kwenye biashara wote, ni kwenye wateja, wataanza asije leo, kesho atakuja, ndio hivyo hivyo. Ndio. Swali kuja leo, kesho atakuja tena wewe. Sasa mwingine. Sawa. Lazima una uvumilivu. Nilisikia mzee mmoja akasema kazi yoyote unaweza ukafanya mafanikio mjini, unaweza ukajenga, unaweza ukafanya vitu vyote, lakini akili tu ambayo inabidi itumike hapo. Wewe kwa 15,000 unatumia hiyo 15,000 kulipa pango, kusomesha watoto au inatumikaje? Watoto sasa hivi kila siku 4,500. Kwenda shule. Darasa 7 na darasa la 5. Ndio. Kila siku natoa 4,500. Ndio. Wanaenda shule. Na kwa shilingi 15,000 hiyo. Kwa shilingi 15,000 mtaji shilingi 15,000 lakini watoto wanasoma na wanapata hela matumizi. Na mchezo kama tunacheza kama kawaida. Na mchezo unachezeka kama kawaida. Sawa. Na katika labda watoto wanavyokuwa wanaenda shule hawasemwi vibaya kuhusiana na baba yao labda? Hawasemwi vibaya. Wao wanafurahia tu maisha. Naam. Watu wanakula. Ndio. Hata ukiiba wao hawajui. Wao mradi wataenda shule basi. Na umepanga au unakaa kwako shehe? Mimi nimepanga shehe. Kwa shilingi mtaji 15,000 pia. Kama sasa 65 unalipa Tandale. 65 Tandale. Kinyesha mvua balaa lakini. Ndio. Kwa maana mvua ikinyesha huko ndio inakuwa balaa. Kinyesha mvua ni kabeseni. Ndio. Sio ndio tunachukua Tandale zile. Ndio. Kinyesha mvua na kinga beseni. Umeelewa lakini hapo? Ndio. Navuja kwa kabeseni. Ndio. Mvua kikata maisha yanaenda. Lakini maisha yanaenda. Nachokipongeza kutoka kwa Bwana Abdalla Nasoro ni kwamba mtaji wa shilingi 15,000 si rahisi kwanza kukaa nao kwa miaka 4. Kwa watu ambao mlikuwa mnafikiri haiwezekani, Bwana Abdalla Nasoro yeye ameweza kukaa kwa miaka 4 mtaji wa shilingi 15,000. Ndani ya miaka hiyo 4 watoto wanasoma. Watoto kuna mwingine yuko darasa la 2 na mwingine sasa hivi anaenda kuhitimu darasa la 7. Sio kazi ndogo, mtaji wa shilingi 15,000. Anakaa Tandale, chumba kinalipiwa shilingi 35,000 ikiwa ni kodi, shilingi 15,000 ikiwa ni mtaji tu. Nafikiri ni kazi ndogo? Ni uwezo wa kiasi gani jamaa anavyozidi kumaintain kitu kama hicho. Sasa tunaendelea. Sawa. Tunarudi kwako Bwana Abdalla Nasoro. Kipi ambacho labda unawahi kujilaumu kwenye maisha yako siku zote? Nasema hiki najilaumugi sasa. Usikwenda shule. Ukwenda shule. Na ilikuwaje hadi ukwenda shule? Sio tena ujana, mimi nafanya yangu ni kwa mpira. Kwa mzee anaenda shule, mimi naanza mpira. Ndio. Kwa nini sikusoma shule? Kwa watu sasa hivi na wanakazi wanaenda shule kwa sababu sikusoma. Sawa. Kwa najuta sana. Sawa. Na unaonaje vijana wengine wakiwa wanapita hapa wanachezea labda walipata fursa kwenda shule? Waga unapata muda wa kuongea nao? Nawaambia sana hapa, wadogo nawaambia hapa shule. Ndio elimu ndio maisha yako baadaye. Sawa. Kwa na wanaambia sana hapa naambia. Sawa. Na wanalipokeaje? Wajua wengine wanapuuzia, babu vipi, wengine kawaida tu. Ndio. Kukaa Sinza umejifunza mambo gani ya msingi? Sinza wakarimu sana. Ndio. Kujifunza ni kuishi na watu vizuri, wakarimu sana. Kweli. Sawa. Na inapotokea labda mwanao anakataa kwenda shule kama ulivyokuwa unasema umejutia sana kukosa shule kwenda. Ndio. Waga unatumia nguvu gani kama mzazi sasa? Mimi wanaenda shule wala hasumbui. Hawezi kukataa kabisa. Sawa. Wanasumbua. Kama hoja hapa la shule watazingua. Ndio. Lakini ukipa la shule wala hasumbui. Sasa kuna utofauti baina ya watoto kutokea Tandale kama unavyozungumza na kukaa kwako na watoto kutokea Sinza, labda kutegemeana tofauti ya malezi na mazingira ambayo wanaishi. Wa Tandale tofauti na wa Sinza kidogo. Heshima watoto wa Sinza wanavyokuta kwenye biashara kama hii na unavyorudi Tandale. Na wengine wakiwa wanajua kwamba wengine wanakuja hapa na karamba chumvi, kaondoka. Hivyo kawaida. Sasa nataka kujua unafikiri ni kipi ambacho kiliua ndoto yako ya mpira? Unasema ulikuwa unacheza mpira, ni kipi ambacho sasa kiliua? Unajua tena mpira nimecheza sana Zanzibar, kwa nimecheza sana. Zanzibar. Ni mkazi wa Zanzibar, tuanze hapa. Nimecheza mpira. Sawa. Kwa nilipotoka kule nimekuja kwa 98 nilikuja kuingia dao kutoka. Sawa. Nimecheza Sinza Star hapo tena. Basi tena mwaka 2000 nikaacha mpira tena. Sawa. Maana yake ulitoka Zanzibar ikiwa ni nyumbani au ulikuwa umeenda tu? Nyumbani huko. Nyumbani ni Zanzibar. Maana yake ukaja hapa kwa ajili ya kupambana na maisha. Sawa.
Utofauti wa Zanzibar na Dar kwa watu wa Dar na Zanzibar utofauti wao wapi? Tofauti zamani kwa kisasa kawaida tu, hana tofauti sana. Ninazungumzia katika tabia zao za kuishi na watu. Tabia nategemea bila tabia tu vizuri. Ndio. Hata uko vizuri, kula uko vizuri, haina shida. Ndio. Nategemea wewe mwenyewe unavyoishi. Ndio. Ukifanya mbaba utakutana na baba wenzako. Sawa. Safi sana. Mzaliwa wa Zanzibar alikuja Dar es Salaam mwaka 1998 akiwa ametoka huko na kipaji chake cha mpira. Akaja hapa akacheza Silver Star. Lakini mwaka 2000 akasema aachane na ndoto za mpira, akaamua kutafuta maisha katika njia nyingine. Ulianza katika njia gani ya utafutaji wa maisha hadi leo ukafikia katika biashara? Hotelini. Ni mpishi mzuri kumbe? Mpishi mzuri. Maana yake unaweza kupika masafuta hotel. Kwa hotelini hapo Kilimani hapo. Ndio. Kwa maana yake unafanya upishi kabisa. Tunapika fresh tu. Sawa. Sasa ikawaje ugumu kutoka kwenye hoteli hadi kurudi kwenye biashara? Tunajua tena. Ilikuwaje hapo katikati? Ilikuwaje ndio hivyo tena mambo uko nafanya kazi kwa mtu tunabishana kwa kujiongeza. Sawa. Maana yake ulikuwa umefanya kazi kwa mtu mkashindana. Kwa mtu kashindana kama naachana naye nategemea mwenyewe. Maana yake biashara ya ndizi ulianza baada ya kushindana na hoteli au ulikuwa umefanya biashara nyingine? Ilikuwa na mishemishe nyingine, nafanya pilika nyingine baada ya kwa biashara ya mishikaki. Sawa. Mishikaki ulikuwa unauzia? Mishikaki Kilimani hapo nilipokuwa barabarani hapo. Sawa. Maana yake baada ya kuama kwenye hoteli sasa ukaamua ufanye kazi ya mishikaki pale Kilimani pale baada ndo kaja Sinza. Sawa. Vyakula gani sasa mtu labda akiwa anasema nataka kujua umetuambia ni mpishi anapika sana nini? Hadi wote unajua tunapika sisi. Ndio. Wali mpaka makande sio wali tu. Maana kila chakula Bwana Abdalla Nasoro kumbe ni mpishi mzuri. Ukiachana na biashara yake hapa pia ni mpishi mzuri. Hapo nafikiri umepata kitu kingine pia kutoka kwa Sheikh Abdalla Nasoro. Na chanzo cha kuja kufanya biashara ya kuuza mishikaki na baadaye kuja kwenye dini kutokana na kushindwana na bosi wake ambaye alikuwa anafanya kazi huko hotelini. Huko Kilimani kama anavyosema kutuambia. Ilikuwa ni mwaka gani Sheikh? Miaka mingi tena. Kama 2010. Sawa. 2010. Kipindi hicho ulikuwa unaishi bado Tandale au ulikuwa usha? Niko Tandale miaka mingi Tandale. Ndani karibu miaka 20. Hiyo Tandale kweli sasa hivi. Hiyo kifika sana na kula roba kipindi hicho Tandale. Ndio. Sasa hivi imepoa sasa. Sawa. Watu ambao wanaweza kupita hapa kwa kuchukulia poa kwa sababu unajua kwenye dunia kuna binadamu wa kila aina. Kuna binadamu ambao wanaheshimu mtu na kuna binadamu ambao kutegemeana na mazingira si frame kubwa akaanza labda kuchukulia poa na kupatia dharau afu kicheki bado mjaga ujua vizuri. Mtu kama huyu waga akifanya mambo kama hayo wewe unamwangaliaje na una kipi la kumwambia? Utamwambiaje? Unamwangalia tu. Ndio. Utamjibu nini afi? Hauna la kumjibu. Unamwangalia tu basi. Ndio. Ukarimu na upole katika mazungumzo yako nimeona sana. Watu wanakusifu hilo pia. Asili yetu sisi. Ndio. Watu wa Zanzibar. Ukarimu sana. Sawa. Ndio maana mnakaa na watu aina yote. Wote tu mpaka Masai wote. Ndio. Mimi kina Kilimani hapo yani kote Tandale kokote. Sawa. Baba Zungu na maarufu kule Tandale kwa. Baba Zungu unapewaga labda madili tuseme hivyo labda kazi labda mtu kusema Sheikh Zungu njoo hapa basi tufanye Baresa pale niko asubuhi niko na wife pale Baresa pale. Ndio. Napika supu na wife. Kwa nikitoka pale nakujaga huko. Sawa. Mtu ajui hilo. Wengine wanajua kina wajui. Wanapita hapa na pikipiki wanajua. Baba Zungu kwa huko. Wanajua. Sasa asubuhi niko pale. Ndio. Saa 11 nikitoka pale nakujaga hapo. Sawa. Ulihitaji elimu lakini kwa ilikosekana na ndio maana ukapita yote. Lakini sasa kuna watu ambao wana elimu zao lakini bado wanateseka mjini. Hata kama unawaambiaje? Unajua tena wataka mpaka uajiriwe lini sasa? Sasa inabidi afanye. Mwanangu sasa yuko chuo Zanzibar engineer. Anasoma. Ndio. Wana kazi anapambana. Maana yake huyo wa kwanza. Kazaliwa 2007. Sawa. Yuko chuo. Engineer. Anasomea mambo engineer. Lazima nipambane. Ndio. Ndio kaingia mwaka huu. Kama za form 6 ndio kaingia mwaka huu. Mwana engineer. Ndio anasoma engineer. Mambo engineer Zanzibar. Anasoma engineer. Biashara yenye mtaji wa shilingi 15,000. Ujiulize ni kwa kiasi gani Bwana Abdalla Nasoro ni genius wa mtaa kwa mtaa. Ndio maana anatufanya mambo kama haya. Si kawaida usomeshe wangapi wana kazi nzuri lakini wasomeshe watoto wa level hiyo ambayo Bwana Abdalla Nasoro anakuwa amefikisha mtoto wake. Una uchungu sana na elimu. Mimi sijasoma, lazima na hasira. Ndio. Mwanao anajua kazi unaoifanya? Anajua. Na haongei chochote kibaya. Ataongea nini? Hawezi kuongea. Katika ada na shule nalipwa. Ndio. Sasa ataongea nini?
Ada inalipwa? Ataongea nini sasa? Bei gani chuoni? Chuo kule kidogo afadhali kule. Ndio. Kule 800 kule, 800 kule. 800? Sasa wanachanganya. 800 chumba mtoto wale watoto wasome taje 15. Sio 800 chumba, ada ya shule. Ada ndio inanichanganya. Ada hiyo 800 mtoto asome. Nachanganya vipi? Pale kuna mchezo umeisha jana, sijachukua 200 pale ipo. Sijachukua mekaa tu. Sasa ni akili. Jengo nini tu. Pambana tu. Hatari sana. Mimi nikiamua kufanya biashara utanishauri nifanye biashara gani na kwa nini? Kuamua? Nikiamua sasa nataka nifanye biashara. Wewe unaweza kunishauri kwa kijana wa siku hizi fanya biashara hii ambayo unatamani? Mimi sijasoma, kwa biashara kwa nifanye biashara gani? Yaani ambayo unaitamani kwamba hii akifanya kijana fulani au kama kijana kwa nakatizi natamani niifanye lakini tumtaji sina. Kama napata sehemu labda ya nini ya kuuza mangongozi. Ndio. Kwenda kufanya biashara. Ndio. Napata frame manzese pale. Ndio. Napiga hela. Ndio. Kwa umri usitegemei kuamini kwamba hauna ndoto. Nachoamini una ndoto zako tu kubwa. Ndoto zako ni zipi Shabdalla? Ndoto mpaka sasa hivi miaka 48. Shehe kuna watu walifanikiwa miaka 50 shehe. 48 sasa jua. 77 mpaka leo tumezaliwa. Sasa mkunduzi muda wake KFC ule mkunduzi mwenyewe alifanikiwa miaka 53. Ndio alifanikiwa miaka 53. 53 na 48. Sasa ndoto yako kubwa ni ipi Shabdalla? Ndoto kubwa ni pata nini hapo sababu mimi na wazungu wale maalbino wawili wale. Ndio. Kama Manara wale. Ndio. Na wawili. Wa kike na kiume. Ndio. Kwa kama napata msaada hata bajaji. Maisha yanaenda. Sawa. Mimi na maalbino wawili wale. Mafuta yenye kupaka mafuta wale soma siara. Sawa. Unajua wale watoto. Ndio. Kike na kiume. Sawa. Kwa lazima nipambane. Sawa. Kwa kama napata msaada kwenye msaada nipate kisipati niko nishughulishe mwenyewe. Sawa. Utategemea msaada utadondoka. Ndio. Sawa. Kumbe ukiachana na mambo yote ambayo Shabdalla Nasor anafanya lakini pia ana watoto wawili. Ambao ni watumia jina gani hapa? Ni watoto wenye madini ya albinism, watoto wawili ambao pia wanahitaji msaada katika tukizungumzia katika msaada maalum pamoja na watoto wenye madini ya albinism pia wanahitaji msaada. Sasa Shabdalla Nasor pia naye anaomba kama itatokea msaada kutoka kwa mdau yoyote pia aweze kusaidiwa. Wala watipatikane bajaji kwa ajili ya kuwasaidia watoto wake wawili. Wapate hata kibanda. Sawa, wapate hata kibanda kwa sababu ukiangalia biashara yake kama unavyoiona lakini pia na majukumu mengi anasomesha watoto. Tena mtoto mwingine anasomea engineer manake anahitaji pia support ya kielimu. Mimi nilipomwelewa bwana Shabdalla Nasor. Shabdalla, kwa kijana ambaye anatamani kuoa mapema unamshaurije? Kwani ulioa mapema? Mimi nimechelewa, nimeoa 2005. Na ambaye anatamani kuoa mapema unamshaurije? Aoe tu. Kwa nini? Kwa nini ulichelewa? Mimi nilikuwa bado sija vizuri mimi. Kiuchumi. Maana yake ukiwa hauko vizuri kiuchumi pia usikufunge kwa. Wengine wanasema nimempenda nao hivyo. Wewe. Mimi nikataa kuoa 90 ngapi 95 vina vingi vile. Mzala zimshania nikakataa. Ndio. Sawa. Ndio chanzo kukimbia Zanzibar nikaja Dar. Ndoa. Nikataa kuoa. Nduki. 95. Nduki kali uchukue kwa mzee. Alikuona hiyo chuo nikakimbia. Nduki kutoka Zanzibar Bongo mwaka 1998 kwa sababu ya ndoa. Sio kukimbia ndoa. Abdalla, kwa nini sasa watoto wa Kipembo unakimbia? Unakimbia. Unakimbia Mpemba? Unakimbia sio kimbia vipi? Kazi una. Na watakulelewa tokale. Watu wanataka wawe Mpemba na wakimbia unakuja Dar kwa sababu Mpemba. Unategemea mwenyewe, mimi sio wa Mpemba. Kwa nini sio wa Mpemba? Mimi nataka mwanamke wa kazi. Kazi. Wewe unapata 200 maisha yanaenda. Sawa. So mwanamke akae tu maisha yashapita sasa hivi. Na mwanamke huyo baada ya kumwoa hadi leo naye ulibadilisha? Wa kwanza alifariki 2010. Pole sana. Nikawa mwingine sasa ndio niko naye mpaka leo. Sawa. Maana kutoka 2010 hadi sasa miaka 16. Kwa nini sasa unapata waaminifu kiasi hicho? Na bahati? Unapata wanawake waaminifu bahati hiyo shehe. Mungu ndio anajua tena. Sawa. Una kipi cha kumwambia mwanamke huyu sasa ambaye uko naye kwamba una lipi la kumzungumzia hata kitazama aseme kweli mume wangu? Tunaheshimiana na mheshimu na niheshimu. Sawa. Tunafanya kazi wote namsaidia pale kama mfanya kazi achana nao. Ndio. Mimi nitakusaidia. Sababu mfanya kazi aje saa 12 anakuja saa 3. Sawa. Sasa wa nini wewe? Kwa kama mimi nakusaidia kazi nikiona kutoka saa 6 nitakujimisha zangu. Sawa. Yupo. Kuna vijana nimalizia na hili swali sijui litakwaje lakini nataka nilieleze. Vijana wengi wa Sinza au mitaa mingi ya Kishua
baadhi ya watu si kwamba wana kazi kabisa, hawana kazi, lakini hawapendi kujishughulisha wala kufanya kama hichi ambacho sio vishua. Watu asilimia wengi wenye nyumba za urithi wale kazi wafanyaje? Sasa hao unawaambiaje ndugu yangu? Ndio wafanye kazi kwa namna ipi? Kwa sababu kama hivyo washaambiwa lakini hawaelewi. Afanye kazi, wanaosaidia mama yupo. Ndio. Kwa afanye kazi. Watoto wenye kishua wenye nyumba za urithi afanye kazi. Watoto sana wanafanya kazi. Sawa. Maana inabidi wakomae katika kazi. Nimejifunza mengi kutoka kwa Sheikh Abdallah Nasoro. La kwanza ambalo naweza nikakwambia wewe ni kwamba mtaji wa hela ndogo sana unaweza kubadilisha maisha ya mtu endapo utakuwa na akili. Ametaja michezo, ametaja vitu vingi ambavyo anaweza kuibalance pesa yake, na ndio maana yuko hapa anasomesha watoto na anafanya mambo mengi makubwa sana. Napozungumzia Dar es Salaam, mtu uweze kulipa pango kusomesha watoto tena kwa level kubwa kwa mtaji huu ambao Bwana Abdallah Nasoro ametuambia, si kazi ndogo, ni akili kubwa sana ambayo ametumia. Namba 2, anaomba support basi. Ana watoto wake wawili ambao wana matatizo ya madini ya albinism. Hawa anaomba support kimchango kama kutapatikana basi aweze kuwasaidia ili waweze kuishi nao poa. Lakini pia ametufunza mambo mengi kwamba alitoka Zanzibar kuja hapa kwa sababu ndoto zake za kimpira kufeli. Akajipambana na maisha, kukata tamaa. Nyakati zozote alikutana na changamoto. Mimi katika swala la changamoto siwezi kujua ni za aina gani. Wala watu peta tatu atuambie basi ni changamoto gani ambazo Sheikh kukutana nazo katika mapambano yake hapa Dar es Salaam mwanzoni kabisa alivyokuwa ameingia. Sheikh Abdallah, utuambie sasa ni changamoto gani ambazo uliwahi kukutana nazo Dar es Salaam utakuja kuzisahau tangia kipindi cha kuhangaika kwako kile cha ujana hadi hivi leo? Nilipanga nyumba, mwenye nyumba akaumwa huko ndani. Nilipanga chumba. Ndio. Afu mwenye nyumba akaenda na chumba chake. Ndio. Kwa hiyo kumbe alipoa hela ya chumba sio yule mwenye chumba chake. Kwa nikatolewa na vitu ndani. Aya. Ilikuwa mwaka 2000. Mwaka 2000 walikupiga bomu. Nimepigwa hiyo. Niliachaka hiyo. Nilipigwa hiyo. Na jingine ambalo wewe ukalisahau ukiachana na hili jingine? Nimesahau nilipofiwa na mke wangu. Siwezi kusahau. Hilo tukio la pili kwenye maisha. Tukio la pili. Na tumalizie la tatu. La tatu. La tatu ndogo mna zaidi sana hivi. Nashukuru mpaka sasa mambo yanaenda vizuri. Ndio. Mpaka sasa hivi. Vijana wa Tandale hawajai kufanya ubaya mwingine ukiachana na huo. Nashukuru sababu wana kuonesha vizuri. Hata saa 10 napita. Hata saa 10 za usiku. Lakini ukijifanya msela au nakutana nao. Ndio. Lakini wabonga tujavuta unaacha 200 au unapita popote na asumbua. Sana. Kuna kiburi wenzako. Wanataka zamani lakini sasa hivi. Sasa hivi amesarabika sasa hivi. Sasa hivi kwema kule. Sasa hivi tayari anashikapo na tembea nazo tena si wasa. Tandale siku hizi nako kumbe kuzuri. Kumbe starabika sasa hivi. Sawa. Matukio hayo alifanyia ujanja mwanzoni kabisa na igusa bongo akamkaribisha. Leo si kawaida tu kwa kila mtu, na baadaye akaja akafiwa na marehemu mke wake. Jambo la kusikitisha sana. Huwezi jua upendo gani ambao uliopo kwa mwanamke wake, lakini sisi tunampa pole Bwana Abdallah. Na mimi naomba basi uniambie kitu cha mwisho kwangu kama kijana sasa hivi, ama tuwakilishe vijana wote ambao sasa hivi wanakutizama, kwamba una kipi au una lipi la kutuambia sisi vijana ambao kwanza heshima tu. Ndio. Kubwa mheshimu, mdogo basi hamna zaidi. Ndio. Kuheshimiana tu. Kuheshimiana ndio kitu muhimu. Ndio kitu muhimu kila kitu. Na utaishi popote yani. Sawa. Usifanye jeuri. Usijifanye jeuri. Ukijifanya jeuri utakuta jeuri wenzako. Ndio. Lakini ukiwa mkarimu utakuta karimu wenzako. Sawa. Ndio hicho hamna zaidi. Neno la mwisho kutoka kwa Sheikh Abdallah Nasoro. Mimi naitwa Jerax Sware na Sample Media. Nyuma ya kamera kuko Bwana Abdul Malik Masud. Nafikiri unamjua sana Bwana Mudevu. Sasa leo tuko pande za Sinza kwa Tandale na Manzesani katikati hapo, manake tuko na Bwana Abdallah Nasoro. Yes of course. Na tumezungumza naye, unajua mengi kupitia hapa. Hii ni jicho la tatu kutoka Sample Media. Sasa hivi tunafanya tour ya mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kwenda kuzungumza na watu ambao wana vitu vingi hawatazama, lakini sisi tunatazama kwa jicho la tatu. Karibu sana kwenye session nyingine na kutakiwa na siku njema.